akalirudia kusema wale ambao wanafanya kazi ya injili, si ndio? wana haki ya kula, kwa hiyo nini, kuishi kwa hiyo injili. Umeelewa? Akichukua context ile ya madhabahuni. Madhabahuni ni mahali ambapo Wayahudi walikuwa wanatoa, wanapeleka sadaka zao. Swala kulikuwa hakuna kiwango cha kutoa nini, cha kutoa sadaka, wala hakuna kiwango cha huyu anayefanya kazi hapo madhabahuni kwamba ni lazima apewe kiwango hiki, vinginevyo hiyo kazi ya madhabahu isingefanyaje, isingeenda. Nadhani naeleweka ninachosema. Yaani kwamba tufanye nyinyi wawili hapa ndio washirika wangu, mnakuja kutoa sadaka na sadaka haina kiwango, kwa sababu Agano Jipya linataka tutoe kwa hiari, tutoe kwa moyo kupenda, tutoe bila kulazimishwa, si ndio? Tutoe kwa moyo mkunjufu. It means kadri Mungu ambavyo atawapa moyo wa kupenda ndani yenu kutoa, ndivyo ambavyo mtatoa kingi zaidi kwa moyo kwanza, lakini kulingana na capacity au uwezo ulionao. Kwa mpaka hapa tuna nini? Hatuna kiwango. Na ndio maana kuna kanisa unakuta kwa wiki linaingiza 100,000, jingine linaingiza 50,000, jingine linaingiza 1,000,000, jingine linaingiza 20,000,000. Yako hapa Dar es Salaam. Hayo yote ni makanisa. Mpaka hapo it means mchungaji mwenyewe kwanza kujiwekea kiwango anaweza akashindwa, kwa sababu akiweka kiwango anaweza akashindwa kuhudumia watu. Hata kwenye makanisa makubwa yale ambayo yako well organized, kwa maana yaliyojengwa kwa taasisi, bado kiwango ambacho anaweza akasema alipwe kanisa la Dar es Salaam, akiondoka akienda kwenye kijiji chetu cha Peramio ambako analima mahindi anategemea kuvuna baada ya miezi 6, akiweka kiwango chake hicho alichokuwa anataka alipo mjini, kule atachemka, hata kipata. Kwa watu wa kule wa Mungu watakosa nini? Huduma. Kwa habari ya kiwango kwanza naifuta, haipo. Hatuna kiwango, kwa maana ya kwamba sio tu cha mwimbaji, hata cha mhubiri mwenyewe. Yani mimi natoka kwenda kufundisha semina Peramio, na kwenda kufundisha semina Mwanza, Dar es Salaam, siwezi kuwa na kiwango specifically, vinginevyo nitashinda. Mpaka hapo nimeeleweka? Jambo la pili, nimekataa kiwango. Hoja ni kwamba kuna huduma au kuna mahitaji ya lazima ya huyu mchungaji au ya huyu mwimbaji, ya lazima. Kwa mfano, Mbise unaitwa kutoka Dar es Salaam, wewe ni mwimbaji wa gospel, unaenda kuimba kijini kwetu Peramio, uwezi kuruka na ungo. Nimetaja ungo kwa sababu wa Afrika tunajua kwamba kuna stories za kwamba wachawi wa Afrika wananukaga na nini? Na ungo. Na ndio usafiri ambao una gharama. Na ndio usafiri ambao una, point yangu ndio hiyo, kwamba usafiri ambao una gharama. Na leo hatujasikia tena mwimbaji Afrika au mhubiri akachukuliwa na roho wa Bwana kama ilivyokuwa Filipo, alivyombatiza yule towashi wa Kushi akaenda Azoto. Maana lazima ulipe nauli ndio uende. It means wale watu kule ili wapate hiyo huduma yako inabidi kulipia nini? Nauli. Ndio ile inaitwa watendaji wasipofanyaje? Wasipopelekwa. Kwa hiyo mimi naunga mkono 100% kwa maana ya kufacilitate mahitaji ya lazima ya huyu mwimbaji, ya huyu mchungaji, ya huyu mtume, ya huyu nabii, ya huyu mtumishi wa nani? Wa Mungu, ili awezeshwe kufanya huduma. Hiyo haina mashaka. Lakini unapotaja kiwango, tena kiwango kinachozidi uwezo wa watu wa jamii yetu, hiyo kitu haiko nini? Haiko sawa. Inamaanisha kwamba usafirishwe ule, si umeelewa? Yani zile facilitation zote unatakiwa kuzipata, nani haki yako, kwa sababu lazima utalala, lazima utakula, lazima utasafiri, si umeelewa? Na tukiweka akiba ya ziada, angalau naona umevaa suti hapo Mbise, japo wasikilizaji hawakuoni, angalau watu upeleke dry cleaner hiyo suti, bado haina shida, bado haina shida. Lakini ukisema uweke kiwango exactly kwamba mimi pasipo 1,000,000 siji, hapo tayari umefanya biashara. Na umefanya biashara kwa maana gani? Huenda unatoka Chanika unakwenda kuhudumu Kinondoni, ambako ukipanda daladala bei yake inajulikana, haiwezi kuzidi 2,000, utakuwa umeshafika. Kwenda na kurudi plus mambo mengine haifiki 10,000. Wewe unataka upewe 1,000,000. Uko hapa Dar es Salaam, 1,000,000 yani. Sasa kama mna maswali mnaruhusiwa kuniuliza kutokea. Sawa.
Mimi nataka kufahamu tu ina athari kiasi gani kwenye upande wa kiroho? Ina athari kwenye huduma kwa huyu kama ni mwimbaji au ni mtumishi, ile kuweka kiwango cha fedha, kuhitaji kiwango cha fedha, ina athari kiasi gani kwenye huduma yake? Mimi naomba apewe sadaka ila asiweke kiwango. Kwa sababu hata watoaji wetu watowekee kiwango. Yaani washirika atuambii ukija kanisani uje na kiwango hiki. Anatoa kama alivyobarikiwa, anatoa kama alivyojaliwa. Mwimbaji na wewe pia ni mtumishi wa nani? Ni mtumishi wa Mungu. Inamaanisha kwamba wewe na sisi ni sawa sawa. Yaani inamaanisha kesho nikienda kanisani, kwenye kanisa na uliongoza, kama hela imepungua labda Jumapili hii 300,000 lakini 500,000, basi niseme sitahubiri kwa sababu hela imepungua. Haiwezekani. Si umeelewa? Au sitafanya huduma kwa wale watu, sitawaombea. Hapana, haiwezekani. Mimi sifanyi biashara pale. Ile sadaka inayokuja ndio Mungu aliyofanyaje? Aliyoleta ili iweze kutumika nyumbani mwa Bwana. Point yangu ni kwamba na mwimbaji naye akubaliane na hiyo hali. Tutafacilitate utendaji wake. Kama ambavyo mimi niko hivi, maana lazima kuna kanisa ambalo lina facilitate kwa maana ya kula kwangu, kuvaa kwangu, kusafiri kwangu, si ndio? Yani wamefanya hizo facilitation ili niweze kufika hapa. Yaani hata kuja hapa redioni, inamaanisha kwamba operator wamenijazia mafuta. Ninapokuja kwenye vipindi vyao nisingeweza kuja mwaka mzima, miaka miwili bila kunijazia mafuta ya kuja. Hizo facilitation zenyewe. Lakini kisema bila milioni 2 sikanyagi hapo tayari hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni tatizo kwamba kuna biashara fulani inafanyika hapa. Athari kiroho, kuna vitu ambavyo tunapaswa tutoe bure. Yaani Yesu alisema mmepewa bure, toeni bure. Mahubiri yote ni bure. Maombezi yote ni bure. Upako wote ni bure. Umeelewa mambo kama haya? Vyote nini? Ni bure. Ila vitu ambavyo wewe hukuvipata bure, hivyo ndio unaweza ukachajia. Askofu, swali ambalo wachungaji wengi linawauzi kwa waimbaji ni pale unamuita Mbise na kuhitaji Jumapili uje uimbe kanisani kwangu. Ile swali la kukuuliza askofu, kuna nauli, hilo ndio ambalo linawakera. Kwa habari ya nauli is okay. Kuuliza ni sawa. Naomba wachungaji wenzangu sio uulize, waambie tu nitumieni nauli. Nitumieni mafuta kwenye gari. Yaani sio kuuliza. Waambie tu, yani mwambie mchungaji kwamba mchungaji nahitaji tu mafuta nini? ya gari yangu hapa ili niweze kufika hapo. Nadhani kwa mafuta ya sasa ukiniwekea labda shilingi 20-30 ninaweza nikaja na kufanyaje na kurudi. Zaidi hapo na masharti gani? Mwambie mtanipa tu sadaka. Yaani nina hudumu, nikitoka hapo kuna sadaka ambayo watu wa Mungu watakuwa wametoa, nikipata inafanyaje? Inatosha. Ni sadaka haina shida. Sadaka inabidi wapate watu wanaotumika. Sasa kuna mmoja akasema mimi sikuulizaga, mchungaji aliniita nikajua mchungaji anajua, kwa hiyo sijaongea naye chochote. Nimefika baada ya ibada, kaniambia ubarikiwe, kaingia kwenye gari kaondoka. Mimi ninaomba ndio maana kama unakumbuka mara ya kwanza nilisema naomba nikae katikati. Yaani sitangulii kuwalaumu tu hawa watu au waimbaji bila sababu. Lazima nimekaa huduma kwa miaka mingi. Nafikiri Mbisi unafahamu toka ukiwa mdogo wakati ule. Mimi niko kwenye industry. Kwa nimekutana na vitu vingi. Sio mwimbaji peke yake. Hiyo changamoto tu wachungaji wanakutana nayo. Mimi mwenyewe nimewahi kualikwa, nikatoka hapa nilienda Arusha. Tena kwenye kanisa langu pendwa ambalo wamenisimika kwa mara ya kwanza, wameniordain kwa mchungaji. By that time nilikuwa kanisa la EGT miaka ile. Nikiwa mchungaji wa EGT bado. Nimealikwa seminar kutoka hapa kwenda Arusha. Nimetoka hapa, wakati wa kwenda nashukuru kanisa lililokuwa linaliongoza nilipoambia nimealikwa kwenda kufundisha seminar Arusha, na mimi huduma yangu ni mwalimu, by the way napenda sana kufundisha. Nikafurahi, wakanichangia nauli, wakanikata tiketi, nikaenda kutoka Dar es Salaam nikaenda Arusha. Nimefanya seminar Arusha ya muda wa siku 7. Sawa? Yaani nimeingia gari iliwahi kufika the same day hiyo Jumatatu, nikaanza seminar nikamaliza Jumapili. Jumapili nimemaliza hiyo seminar. Ananipeleka mchungaji, ananiondoa, ananipeleka stand. Tena uzuri nilikuwa stand moja kwa moja. Kulikuwa na mchungaji mwingine, askofu wa maeneo hayo ya EGT miaka hiyo, amefariki sasa hivi, alikuwa ndugu yangu. Aliniomba niende kwake nikamsalimia kwa siku moja. Alafu then baada ya hapo ndo nirudi nyumbani. Kwa kuwa nimefika Arusha, nisiondoke bila kumwaga. Na mimi ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda Arusha, nilikuwa sijawahi kufika wakati huo. Kwa nikaenda kwake ili anitembeze kidogo, kesho yake nirudi. Yule mchungaji amenikabidhi kwa askofu.
Akaniambia Mungu akubariki. Na serious, sikuwa na nauli ya kurudia Dar es Salaam. Lakini unajisikia vibaya. Unakumbuka tena. Kwa kuwa walikuwa wanafahamiana, nikahisi kwamba huenda wameongea. Yaani inamaanisha huyu mchungaji na yule mchungaji ambaye amenipeleka kwake, si ndio? Alafu yule ambaye amenipeleka kwake ni senior kuliko huyu. Nikajua watu watakuwa wamefanyaje? Watu wameongea na wanafahamiana. Kwa sikuwa na pressure sana. Kwa sababu napokelewa naenda nyumbani kwa mchungaji mwingine. Ikawaje sasa? Nimetaja tu wewe, sitataja jina. Mchungaji yoyote katika hao wawili. Nimeenda kwa mchungaji, nikalala. Kesho yake kodi akafanyaje? Akanitembeza. Sasa baada ya kunitembeza, akaniuliza kwamba lini tupange semina kwa ajili yako urudi tena Arusha kuja hapa kwangu. Nikasema inategemea. Tunaweza tukapanga. Nikienda kule nikaa mwezi mmoja kwenye kanisa naliongoza, naweza nikarudi kuja kuendelea na huduma. Nikaambia akasema sawa, haina shida. Akasema sasa utaniambia basi jioni tukokatie tiketi basi gani, tumtume mtoto aende akakate tiketi. Akauliza kwani wameshakupa bahasha kwa ajili ya tiketi ya kurudia nyumbani? Nikasema hapana, mimi nilijua mmewasiliana. Akasema yani kwa ujumla mimi ndo niliposikia huko hapa nikampigia simu ile mchungaji kukuambia kwamba uje. Sifahamu chochote. Yaani hatujawasiliana chochote kinachohusiana na huduma. Nikamwambia kwa nini hujawasiliana naye? Akasema yeye sijawasiliana naye. Kwa hiyo maana yake ni nini? Nikasema na niko kweli sijui chochote. Unajua kichotokea? Akampigia. Akampigia yule mchungaji kwamba bana, mbona inaonekana inabidi tupatie tiketi na hakuna kilichofanyaje? Hakuna kilichoendelea. Yule mchungaji akawa honest. Akasema bana, kwenye sadaka zote tulizokusanya safari kwenye seminar. Sawa. Mke wangu anasoma chuo cha Biblia Dodoma. Alipata shida ya kwamba hawezi kufanya mtihani asipomalizia ada. Kwa hiyo ikabidi ile yote tuliwaahidi Jumapili tutawalipa. Kwa hiyo ilipatikana yote ikamalizia ada. Mke wangu wapi? Dodoma. Na kweli mama mchungaji sikumkuta. Kwa hiyo kwa kweli Mungu tuwatie nguvu. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu na mimi niondoke Jumanne, si ndio? Ikabidi wailishe. Ikabidi aniambie subiri mpaka Jumatano. Yaani twende kanisani, nikahubiri Jumatano kanisani kwake ili sadaka nitakayopata ndio nifanyaje? Tutumie kama na. Miaka hiyo sikuwa na hela. Yapo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza na ya mwisho kwenda mahali bila kuwa na akiba yangu mfukoni. Lakini wakati huo pia uchumi wangu haukuwa mkubwa sana. Ili nipa somo kwamba baada ya hapo niwe na beba angalau hata akiba kidogo, nikikwama naweza nikafanyaje? Naweza nikaondoka. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ikabidi nihubiri Jumatano kwenye kanisa la huyo mchungaji mwingine. Baada ya kuhubiri, Mungu ni mwema. Alihudumia watu wake sana katika nyanja tofauti tofauti. Yaani kuna kitu kipya kiliingia, watu wakafunguliwa, watu wakafurahia message. Wao wenyewe wakamuomba mchungaji kwamba haiwezekani, maana alisema nilikuwa nimetoka kufanya semina pale, nimekuja pumzika siku chache, then naondoka na Dar es Salaam. Akasema haiwezekani kuunganisha kufanya semina, yaani kutoka Jumatano mpaka Jumapili sasa. Hiyo nilitoa. Hiyo ikanipa nauli, ikanipa kitenge cha mke wangu, ikanipa na unaelewa? Ikanipa hata na mimi kupata shati na suruali kutoka kule na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nikarudi nyumbani niko vizuri. Kwa sadaka niliyopata kwenye kanisa la pili. La kwanza sikupata tabia. Kwa hiyo huyo mwimbaji ninamuelewa. Na naomba nitoe wito wachungaji mnaoalika wageni. Sasa hapa sisemi wageni kwa maana ya waimbaji peke yake. Hapa iko mpaka kwa wahubiri, yaani iko mpaka kwa wanaohubiri injili. Na wenyewe pia wako wanaokuja wakiondoka hawapati nini? Hawapati nauli. Haya ninayoongea wale waliohubiri injili miaka mingi kama mimi wanajua, ambao hatujawahi kutaja kiwango, hatujawahi kuuliza kwamba je, huko ninakokuja kuna washirika wangapi, uchumi wenu wa kanisa kwa wiki ni kiasi gani, hatujawahi kusema, na wala maadili ya kazi yangu ya uchungaji wangu na walimu wangu hayaruhusu pia kufanya hivyo. Sawa. Niombe hii iwe somo pande zote ngapi? Mbili.